Nachukia sana unyang'anyi wa haki za watu, unyang'anyi wa rejareja wa haki za wanyonge. Hili nachukia, unyang'anyi wa rejareja, kuzoea shida ya watu, akilia wewe unaona anaimba, linaudhi. Sasa kwenye vyanzo vyangu nimeambiwa upo utaratibu, na wengine ni wa serikali, wengine wa sekta binafsi. Vijana wetu wanafanya kazi halafu malipo yao hawapewi. Mkuu wa mkoa waitishe hawa watu wa viwanda wote, kwa sababu ziara yangu hii ni endelevu. Leo nafanya majimbo haya matatu, nitarudi kumalizia panapo uzima wilaya zingine na majimbo mengine yaliyosalia. Nataka nitakaporudi nipate taarifa vijana wanaodai kwenye maeneo yao ya kazi, viwanda, makampuni. Nataka nipate taarifa wameshalipwa. Nilienda Kilimanjaro, na haya mambo mimi sitanii. Nilienda Kilimanjaro nikakuta watu wanazungushwa miaka 7, wameuza kahawa yao, wanazungushwa miaka 7. Wanaowazungusha fedha ya kununua magari wanapata, ya kuwalipa wakulima maskini hawapati. Wanaenda ofisini kila siku, fedha ya kuwalipa wanyonge ambao wamevuja jasho kuvuna yale mazao hawapati. Nikawaambia ndani ya mwezi mmoja wawe wamelipa hizo milioni 400, na nikasema wasipowalipa nitawakamata wao na mali zao nitaziuza, niwalipe wale wananchi wanaodai fedha zao. Nashukuru wiki ile waliwalipa. Maana yake wakati mwingine tunafanya makusudi, sio kwamba hatuna uwezo, tunafanya makusudi. Sasa hapa nimeambiwa hii kampuni, nilikuwa nasoma hizi ambazo ndugu zetu wameleta. Leshenya huyu anadai milioni 28 tangu mwaka 2021. Kampuni kubwa inayoishi unadaiwaje milioni 28 na Mtanzania wa kawaida tangu mwaka 21? Unadaiwaje miaka yote hii? Kampuni inayoishi unadaiwaje miaka yote hii? Leshenya Investment wanadaiwa, hii hapa wafanyakazi tangu Aprili 24, madai ya fedha kampuni ya Leshenya shilingi milioni 9 tangu mwaka 2022. Ukiwafuatilia wao kila siku wanabadili suti, kila siku wanabadili magari. Mtanzania anayedai milioni 9 tangu mwaka 2021. Mkuu wa mkoa na RPC watafuteni, wajisalimishe, wasipojisalimisha wakamateni. Ninaporudi ziara ile nikute wamelipa. Huu puzi sitaki kusikia.